schedule yetu yote iko jikoni. Kama unavyo still saizi ni saa 3 asubuhi, siku ya Jumapili. Sawa. Sasa saa 3 asubuhi siku ya Jumapili kama hivi. Mabinti wangu ni wale wale. Jana day 2 waliamka mapema. Leo kazi inaendelea vile vile walivyokuwa wamezoea. Sawa. Leo ndo kama hivi kwa msingi vimejazana na hakuna ambao wananuka zaidi ya Tina. Huko kuna brother wangu kwa kuijana support na sanaa na shoot. Huyo hapa. Huyo ni brother wangu amekuja kunisupport guys. Sasa ni saa 3 asubuhi. Hapa sebuleni kwenyewe naona kama vile amejibikiwa. I don't know. Tina, uko wapi? Mbona unajaribu kusimbia? Maji yame. Okay. Leo napasa sababu ya maji. Hamna usafi uliofanyika siku ya leo. Mpaka sasa hivi saa 3 asubuhi. As you can see, nje pia maji waga ni changamoto ya kote. Kuna sehemu kuna maji hayajapanda kwenye tanki. Lakini pia na vijana. Kwanza sasa tukaangalia vijana wamelala mpaka sasa hivi. Na wao ndo watakuwa wakichota maji ili usafi ufanyike. Yeah. No. Vijana ndo hawa wako hoi. Ili kujifunika. Huyu ndo anaamka. Hoi tabani. Leo kazi. Tina, umempikia nini mtoto? Hamna, anakula nini asubuhi? Ndo gesi imeisha. Sasa hapa gesi imeisha. Gesi ndogo imeisha, kubwa imeisha. Okay. Wewe nione cha kufanya sasa. No worry. Kwaherini guys. Mtanipa comment hapo nifanyaje wa ndugu zangu. Siku ya kwanza
day 1 ambayo nilikuja kuanza kuonyesha ilikuwa hivi ambao umeiona kwa day 1, day 2 wakaamka mapema. Day 3 hali ni ile ile. Tina njoo. Anayeamkaga mapema siku zote na aliamka akaniamsha ilikuwa saa 1 ile. Ilikuwa saa 12. Huyu ndo ananiamsha mapema. Yeye hata akilala saa 12 ataamka saa 1. Lakini hao wengine sasa. Endelea. Guys, ngoja mkaone sasa mabinti zangu wamechelewa kuamka mpaka niingia kwa mke wangu. Sasa naosha vyombo. Hapa naeka na mtoto wangu. As you can see. Yopo huku mpate vizuri. Mpaka mke wangu anaosha vyombo. It means kwamba wamechelewa kuamka. Ndio maana anaosha yeye mwenyewe. Sasa hizi ni saa 4 naenda saa 5 kasoro. Wamechelewa kuamka. Aliyekuwa ameamka mapema ni Tina na mlimuona. Huyo mwingine anakuja kuwafanyia fujo wewe. Acha, ji. Jamani. Yaani mpaka mnaona hivi. Mpaka unaona hivi. Mke wangu anaosha vyombo. Means kwamba wamechelewa kuamka. Na pale alipo anaumwa, ukiangalia hapo mkononi ana bandage. Anaumwa na ameambiwa mpaka sasa hivi asijishughulishe na kazi ya aina yoyote. Lakini ndio huyo. Mwisho wa siku nirudi hospitali. Unafanyaje sasa? Alafu naishi na mabinti wengi tu wapo. Sawa? Baadaye tuje tuonekane tuna roho mbaya, tunaonekana mabaya. Sawa? Tangu endelea kuosha, tunaamua hapo. Ndio kama hivi. Sasa hii ni saa 5 kasoro, ya. 5 kasoro.